Ndugu katika imani, na wasalimu tena, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni nyingine, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kutuweka hai, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuendelea kutushikilia katika maisha haya. Tunapozungumza hivi, kuna watu wengi ambao walitamani kufika masaa kama haya, lakini kwa sababu moja au nyingine hawakujaliwa jinsi ambavyo sisi tumekwisha jaliwa. Kwa hivyo sisi ambao tumejaliwa tuna nafasi ya kuendelea kumshuhudia Mungu kwa ukuu na mambo ambayo anazidi kututendea katika maisha. Na si kwamba tunajisifu tunapotoa ushuhuda, lakini ushuhuda ni sehemu tu ya kile ambacho Mungu amekutendea. Ushuhuda tu unaelezea makuu ambayo wewe mwenyewe katika maisha yako huenda hungeweza kuifanya, lakini inaelezea ni jinsi gani ulivyookolewa na muumba wako mahali wewe mwenyewe haungeweza kufanya. Kwa hivyo mimi naendelea kuwapea sehemu ya ushuhuda wangu kwa mambo ambayo niliyapitia, na sehemu hiyo imenifunza mambo mengi, kwamba kwa kweli katika maisha hii ama katika maisha haya tuendelee kumtegemea Mungu kwa kila jambo, kwa sababu bila Mungu sisi hatuwezi tukafanikiwa. Bila Mungu hakuna lolote ambalo tunaweza tukalitenda. Bila Mungu kutuongoza, sisi ni watu bure tu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo inawezekana kwamba wewe umepitia hali kama yangu. Inawezekana kwamba umejipata katika changamoto ambayo inazidi ambayo mimi nilipitia. Lakini mimi nataka kukutia moyo kwamba kuna Mungu ambaye kwa wakati wake hutenda mambo yasiyowezekana machoni pa wanadamu. Hata mimi kwa wakati mmoja nilichanganyikiwa, mpaka nikawa najiuliza kama maisha yangu yangerejelea jinsi ambavyo yalivyokuwa. Lakini nilikutana na ndugu mmoja aliyenifundisha kwamba uumbaji wa Mungu unaendelea mpaka utakapokwenda kaburini. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tunayapitia ili kututengeneza, tunayapitia ili kutufanya tuelewe zaidi ni nini ambacho tunastahili kufanya katika ulimwengu. Kumbe sio sisi tu ambao tunaishi jinsi tunavyoishi kwa kupenda kwetu, lakini kuna yule mtu ambaye amekuwezesha wewe kuishi leo. Ndiyo sababu tunaposhuhudia, tunashuhudia kwa sababu Mungu ni mkuu, ana uwezo, na kwa wakati wake yeye huja na kuokoa na kuponya magonjwa ambayo sisi kama wanadamu tumeshindwa. Hebu ndugu, hebu fikiria na ujaribu kufikiria pamoja nami. Upo kwenye gari na uko safarini. Ghafla bin fu gari lako linagongwa. Uko katikati ya magari mengi. Unapogongwa kutoka nyuma, inamaanisha lazima pia na wewe utagonga mwingine. Na unapojipata katika hali kama hiyo, inawezekana kwamba gari hilo likawa limebondeka kiasi kwamba wewe mwenyewe kwa mawazo yako unapolitazama inakupa taswira kwamba kweli kwa nguvu zako haungeweza kutoka. Lakini Mungu kwa sababu ana makuu, na kwa sababu ana mambo ambayo sisi kama wanadamu hatuwezi tukayatenda, anatutoa na anatuokoa kutoka katika majaribu ambayo kama wanadamu hatuyawezi. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kwa mambo yoyote unayopitia katika maisha, wacha kujibebea. Kuna yule ambaye ameahidi kwamba ukimpa matatizo yako atayatatua. Na changamoto ambazo tunazipitia katika maisha ni sehemu tu ya maisha ambayo inatufundisha jinsi tunavyostahili kuishi katika ulimwengu.
na pia ni sehemu ambayo inatufundisha kwa nini hatufai kutegemea nguvu zetu. Tunafaa kumtegemea Mungu kwa sababu yeye ndiye muumbaji na sisi hatukuumba. Kwa hivyo kama sisi si waumbaji, kumaanisha yule aliyeumba alikuweka duniani na sababu. Na kuishi kwako, hauishi tu kwa sababu wewe umependa kuishi, lakini unaishi kwa sababu Mungu amependa wewe uendelee kuishi. Maisha unayoishi kuna uwezekano mkubwa kwamba mambo mengine yakatokea katika maisha na yakakatisha maisha yako. Lakini jiulize, kama leo maisha yako yatakatizwa, utakuwa katika upande gani? Je, umempa Kristo maisha yako? Je, maisha yako ni Mungu anayetawala ama ni akili zako ndizo zinazokutawala wewe? Je, unapotembea, unapofanya kazi yako, umemwalika Kristo katika maisha? Kwa sababu kwa kweli sisi ni kama maua yanayochanua na kesho yananyauka. Kwa hivyo mimi nawatieni moyo kwamba chochote unachokifanya unapomtegemea Mungu, kwa hakika utashinda. Na lolote unalolifanya kwa imani, Mungu huongeza zaidi kwa sababu unamtegemea. Kwa hivyo tembea pamoja nami katika safari hii ya ushuhuda, na tembea nami katika safari hii ambayo ilikuwa na changamoto si haba. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na makusudi kwa nini mimi nikapona na kwa nini anipe nafasi nyingine katika maisha. Mungu aliyenipa nafasi ana sababu kwa nini niendelee kuishi. Kwa hivyo nitaendelea kumtukuza kwa sababu ya kile ambacho alinitendea. Ndugu zangu, usitegemee akili zako. Usijione kwamba wewe una nguvu, na usijione kwamba wewe ni mwerevu sana una akili. Akili za mwanadamu inawezekana kwamba ni akili za kuharibu. Lakini hebu mtegemee Kristo akuonyeshe njia ambayo itakufikisha sehemu nzuri. Usitegemee njia ya wanadamu. Wapo wengi walioniambia kwamba huo ni uchawi. Lakini kwa hakika mimi niliamini kwamba si uchawi. Sio kila jaribu unalolipata limetokana na kitu ambacho ni uchawi. Kuanguka kule si kwamba kuna mtu aliyetuma mapepo. Lakini inawezekana kwamba shetani aliyejaribu kufanya jambo kama hili, Mungu alilizuia kabla mambo makubwa hayajatokea. Kwa hivyo usiwekeze akili zako katika maisha ya wanadamu. Wanadamu watakuelekeza katika njia ambayo itakupeleka jehanamu. Lakini hebu mtafute Kristo ambaye ana njia ya kweli, atakayetuelekeza sisi hadi tufikie katika mafanikio ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu wetu anatutegemea, anatuhitaji sana sisi tuweze kumtegemea. Na anahitaji maombi yako kila wakati. Unapomuomba, kuna uhakika kwamba Mungu atajibu maombi yako. Usikimbie kwa wachungaji, usikimbie kwa hao watu wanaojiita manabii, lakini jifunze kutegemea wewe na ujifunze wewe mwenyewe kumuita Mungu. Unapomuita, kwa hakika kwa wakati wake Mungu atasikia maombi yako na atayajibu. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nawatia moyo. Nimekwisha yapitia, lakini nimekwisha kuyaona kwamba kweli kuna muujiza ambao Mungu anatenda ndani ya maisha yetu kila siku. Muujiza ambao hauna mwisho. Muujiza ambao hauna kikomo. Muujiza ambao kwa kweli si wa kubahatisha, lakini muujiza ambao unaokoa na unaponya. Nilidhani kwamba kuna wakati singetembea, lakini Mungu ameniwezesha leo naweza kusimama na naweza kutembea. Mimi unavyoniona sijawahi kutembelea kitu inaitwa crutches. Lakini Mungu aliniamsha tu kutoka kitandani bila kuegemea hata fimbo. Na nilipoanza kurudi kutembea ilikuwa ni kama muujiza kwangu. Maana nilikuwa nimelala miezi mingi
kitandani bila kuwa na uwezo hata wa kufanya lolote. Lakini kwa wakati wake niliamini kwamba kwa kweli aliyenitoa katika matatizo niliyokuwa ndani na aliyetembea na mimi katika safari ya kwenda hospitalini mpaka akanirejesha katika sehemu yangu ambako ninaishi ni yule yule tu ambaye ataendelea kuponya majeraha niliyokuwa nayo. Kwa hivyo Mungu ameniponya na ameniponya kweli. Si kwamba najisifu kwamba kuna lolote ambalo nilitenda ili niweze kupona. Lakini haya yote yamekuwa tu ni sehemu ya muujiza ambaye kwa kweli wakati mwingine ninapojitazama mimi nasema kweli kuna Mungu ambaye tukimtegemea kwa wakati wake anafanya kazi ambayo maisha na mawazo ya mwanadamu hayawezi kufika kiwango hicho. Kwa hivyo lolote unalolifanya mtegemee Kristo, na kwa hakika na kuhakikishia kwamba hakuna lolote ambalo hautaweza kulifanya. Utalifanya. Na hata kama wewe umelala kwa kitanda kwa miaka mingi, jaribu tu kumuita Kristo, na kwa wakati wake utaona mambo ambayo hujawahi kuyaona. Kuna ndugu ambaye alikuwa katika birika alikuwa amekaa siku nyingi, alikuwa amekaa miaka mingi, miaka 38. Mpaka kuna wakati fulani alikutana na Kristo. Kristo hakuhitaji malalamishi, lakini alichohitaji kutoka kwake ni kwamba unataka nikutendee nini? Kwa hivyo wakati huu hata sisi pia Kristo anatusubiri. Anatuuliza ni nini ambacho wewe unataka nikutendee? Hitaji lake lilikuwa ni kupona baada ya miaka 38. Na kwa kweli alipopeana hitaji lake kwa Kristo, Kristo aliweza kutenda muujiza. Na aliweza kupona na akaendelea kumshuhudia Mungu. Kwa hivyo hata wewe unaweza kuwa umepitia mambo kama hayo, lakini si kwamba ndiyo mwisho. Lakini bado kuna nafasi ya wewe kufanya mambo makubwa zaidi unapomtegemea Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, nawaita, unaponitazama itazame muujiza. Unaponiangalia muangalie kwamba kwa kweli ni Mungu aliyetenda. Na unaponitazama kuwa na imani kwamba ule Mungu aliyenitendea mimi hata wewe pia hatakutendea. Ubarikiwe sana na tuendelee kuhimizana katika channel hiyo. Tafadhali unapoitazama picha hiyo usikose kulike hiyo picha, na pia usikose kusubscribe, kwa sababu hii ni njia moja ya sisi kuhimizana ili tuweze kufikia upeo wa imani ambao tumepewa na Kristo. Asanteni na Mungu awabariki.